mvulana na msichana wametembea uchi, wako starehe zao, wanatembea uchi kwa barabara, uchi wa mnyama. Sikuona askari akikimbia kuwasimamisha, lakini ungekuwa umeenda hapo umeweka crusade ya watu wawili, wewe na mkalimani wako, na mmeweka hapo speaker, polisi wangearrive saa hiyo hiyo. Kwa maana unafikia wapi kelele? Affliction and tribulation. Ni rahisi kwa familia ya watu ambao hawajaokoka kuvumilia kijana ambaye ameanza ulevi na usherati na lakini kama hawajaokoka kuvumilia mtoto wao ambaye ameokoka inakuwa ngumu sana. Ule kijana alikuwa ameuawa kutoka Moi University, ule ambaye ni shoka hiyo. Ndio wazazi wanamdefend. Na hata wazazi wazungu ambao walikuwa maabdo wanasema wao ni pastor, pastor. Na waliadopt kijana na wamemkubali, hata wamepiga picha na huyo kijana na girlfriend wake mwanaume, no boyfriend. Crazy. Wanamvumilia, watu wanavumilia watu waovu sana, lakini watu wazuri kuvumilia ni ngumu. Watu wanapenda Yesu kuvumilia ni ngumu. Watu ambao wanapenda haki na utakatifu are very impatient with them. Anasema hii ni ishara pia kwamba Yesu ako karibu kurudi. Hizi vitu ziko kwa Bible, usingoje mtu akwambie Yesu anakuja lini na wapi na saa ngapi. They are there. Ukiziona anasema ako karibu anarudi. Ikaje verse 36. Nikiruka mbele verse 36 nisema hiyo siku hakuna mtu anajua, malaika hawajui, Yesu mwenyewe hajui. Mimi hakuna mwanadamu anakula ugali anaweza jua, it's not possible. Na mtu akikwambia anajua is a liar. Na pia anamaanisha ako more important than Jesus. Na kwamba Mungu alidanganya kwa Bible. Alisema hakuna mtu atajua, hakuna mtu atajua. Ni yeye pekee yake ndiye anajua. Sasa anamaanisha